Tunaona pitia kidogo. Unajua tena mambo bwana. Qur'ani bwana, ukiwa unaisoma halafu ukaitupa nayo inakutupa zaidi. Unaelewa Basi nakuja kidogo tuongee kwanza. Halafu lete na maji. Lete na maji. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. Alhamdulillah. Bwana Faza. Naam. Asubuhi wakati nipo endelea shughuli zangu hapa, akaja yule mdada yule Hamida yule. Aliondoka kipindi hicho mdogo, aliondoka akaenda mjini. Naam. Yule mama yake, yule mama Hamida sasa mwanawe ondokaje. Ni binti fulani hivi mnene kibongo. Wala. Mimi bwana, unajua mimi mkongwe. Sasa unajua maeneo haya nimeishi sana toka nyewe mpaka bwana mpaka napo kwenye kiti. Mimi ndo wadogo, mimi nimekuja kuzaliwa leo hii tu. Mimi mkongwe bwana. Leta habari. Kunani? Bwana Faza. Asubuhi wakati nipo endelea shughuli zangu hapa, unaona amekuja yule binti. Anakuja kuniambia sio ile na kunikuni. Unaona? Akawa wakataendelea kukata kuni, kuna mama akamkuta amelala chini. Unaona? Yule mama akamchukua kwa sababu alikuwa kwenye hali mbaya sana. Ikabidi amuokote mpaka nyumbani kwake. Kwa hiyo sasa mimi nilipoenda kumuona yule mgonjwa, kweli mgonjwa yuko serious sana. Ana hali mbaya. Ikabidi pale mimi nitoke naye, twende mpaka shambani tukatuma ile dawa ambayo nilielekezwa kipindi kile. Unaona, baada ya kumchumia ile miti shamba, nikaenda nimemkanda, nimemwacha. Bana. Tulia. Una akili gani wewe? Kwa nini umejichukulia madaraka? Hivi mfano akija likitokea na kutokea, au ndio kwa sababu uchukulia kwamba mzee wangu mwenyekiti basi baba nakukana, sheria itafuata mkondo wake. Tumenielewa vizuri. Usio unachukulia nani madaraka tu moja kwa moja. Hapo la msingi. Manzali chaletea taarifa hizo inabidi nifanye mpango nipate bila kumuona, ili hata kisha kutwa likitokea na kutokea mtuuliza mwenyekiti, taarifa hizo unazo na mimi ndio kujibu. Lengo sasa kuja mkoja kama mahali pabaya ingiza jero basi. Serikali sasa hivi bwana haina maskhara, unaelewa serikali sasa hivi haina maskhara bwana. Sasa basi haina tabu. Wewe mwambie nani huko shangazi yako huko nani andaye chakula haraka, na msaidizi nataka mende masjidi, nikitoka masjidi kutoka kula tayari. Basi sawa. Sawa. Na mume tumbo shoga yangu. Mume tumbo sio tumbo kubwa. Tumbo la kumjua kala, ale ashibe. Huko. Na alafu isitoshe. Mume ana meno anauma. Na mume ana meno anauma, mume ana kazi ndani ya nyumba. Umuelewe anachokisema na umsikilize. Mume ana kazi. Na akirudi kazini, umjue kumpokea. Akitoka kazini unampetipeti. Unamfungua vifungo vyako shoga yangu. Unamfungua kifungo kimoja hadi kimoja. Unamweka pembeni. Unampetipeti, unamshika hapo, unamshika hapo, pole na kazi mme wangu. Unachukua maji kama kwenda kuoga, kama chakula kiko hapo unampa nakula, na masaa 24 shoga yangu ataka mume ale. Upo? Na akirudi sasa. Sio ukali uko shoga zako, unacheka unaongea, mume humjui. Mume mali. Wenzio wote mitaani huko shoga yangu anatafuta kuolewa hawapati. Na ukitoka hapo una mizigo unamwacha babu na aende huko. Mume hataki hivyo, anataka mume apetiwe, anataka mume na Kiswahili kizuri. Ukileta wazimu wako shoga yangu unarudi kijijini. Mume yule wa mjini. Ukasugue gaga.
ukamfulie nguo apendeze, na wewe mwenyewe uchafu uache. Sio hapo usiendekeze shamba. Niko shamba mie, naenda kwa bibi, njikauka uongo. Unaniongopea shoga yangu, uende mjini ukasugue mguu wako, ukafue nguo zako shoga yangu. Mashoga, usiamini sana shoga yangu. Unaweza ukarudi kijijini na alafu isitoshe mashemeji zako marufuku kuingiza chumbani kwako. Mashemeji wanataka kushikashika shoga yangu, ukapata aibu ya bure. Mume wako akija hapa unamshikashika, unambembeleza, mume anataka kauli nzuri. Na isitoshe akichukua hata kikapu unampokea, na akirudi kazini unamwongesha maongezi mazuri, hata kama hana hela unampetipeti, unamliwaza. Anakuwa anajiona mwenye mnene, anajua haya kweli nimepata. Anakuwa na nguvu ya kufanyaje kesho kutafuta kazi zingine kupata hela. Sio hana kitu yule. Mwanamume gani? Siri za ndani unazitoa nje. Sitaki nisikie tabia hiyo. Mimi mzee bibi yako sina tabia hiyo shoga yangu. Kweli. Mume unaweza akaja shoga mwingine, shoga wa mume wa mjini huyo. Atakaja kwa shamba wa mjini hawaliziki. Watakuja kukwambia huna habari, yule pale mume fulani yule pale. Ndio wala yake. Ndio mumewa wala yake mkubwa. Hivyo anarudi saa 6 usiku, anarudi saa 7 kwa sababu hiyo wala haendi kazini wala nini. Matokeo yake wewe tena akija mtoto wa watu umempiga panga, umempiga gongo, umemvuta, matokeo yake ukiachika wenzao wanakucheka. Mjinga. Hapendelee kula mtu chakula cha mwenzie. Yeye analala njaa, wewe unakula, hawapendelee namna hiyo. Alafu vile vile, sio kama mume kaondoka karudi, nipe hela mimi nimekopa kijola, hata kama alikupa milioni kufika. Usinikope kijola, usifanye kwa sababu mwanamume naye zile hela ana mipango yake. Sio hela ziko ndani, mimi ndio kukopa kijola. Akija mume hela anakamaliza katika vijola. Sio hivyo. Heshima, mume kumheshimu na mume anakuheshimu wewe. Kafanya kila hali, tunde kipati chako, utandike, usiagie ndani, uoshe vyombo, wapambie hao wachafu shoga yangu. Vijombo kibao, vinanuka povu, vinanuka sijui ya mwaka gani. Shoga yangu kishakula unaweka pembeni, pale unampepeta mume wake aenda kazi. Kichuya, leo mimi nimekuja. Lakini leo nimekuja kwa wema kabisa leo. Kirafiki tu. Wewe unakuja kwa wema? Uamini sasa? Umekuja na ajenda gani? Ajenda sina, kuja kupiga story nyumbani nimeboeka. Kuja kupiga story tu na wewe. Kwa hiyo umetoka huko kwako kwa ile kuja hapa kupiga story na mimi tu? So uamini jamani. Ndio basi ongea. Asante. Niambie, za huko kwenda kwema? Huko kwema. Ila ulikuwa naye anafaidi. Anafaidi nini sasa na? Jamani sasa uone ulinzi. Yaani anafaidi tu jamani. Kawaida tu, hata wewe shemeji yangu pia anafaidi vile vile. Nimtoe wapi wakati umenikataa? Ila sasa kukela. Ila ndio hivyo tu sina. Eti sina. Haya bwana, ila jitahidi basi kupambana, atampata tu anayependa. Naamini nitampata anayependa na mimi nampenda. Mbona wako wengi tu na mtoto mashallah kama hivyo. Si watu ndio hivyo. Leo jua kali sana, unajua ni so poa. Kichuya. Nini tena? Nini sijui. Uko wapi? Kichuya mwanzo kunaumia. Mbona sio ni kitu? Kuna hapa jamani. Hapa. Mbona sio nini? Shida nini? Hapa hapo. Kidudu jamani ukioni. Sioni. Hapo hapo niangalie basi kichwa jamani. Wewe utakuwa mdudu au utakuwa nini? Mkono hapa. Huko. Kichuya naye nampenda Kisula, Kisula naye nampenda Kichuya, ila wazazi wa Kisula hawamtaki Kichuya. Embe dudu, nimeanguka mchangani, haya mapenzi yananitesa Kumbe kile nilichoambiwa ni kweli.
Umeamua kabisa kunisaliti. Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo? Mimi nafanya jitihada zote za kutoroka nyumbani na kupata wewe. Umeona mwanamke mwingine. Kisula. Wenda hapo chuya. Acha bwana. Naomba nielewe mpenzi wangu. Ukweli mimi yule simjui. Sina plani sifanye chochote pale, mimi nipo tu nilikopo nimekaa naye. Tafadhali naomba nielewe mpenzi wangu. Mimi nakupenda sana ese. Sio kweli. Haiwezekani ukamwekea mkeka kabisa. Alafu naambia mara sijui kuna mdudu. Kisula. Mimi nadhani ungeingia ndani ya moyo wangu, ukaniamini japo kidogo tu. Unaona? Kwa sababu hapa nilikopo sifanye chochote. Nilikopo naongea naye tu pale na sio kama unavyodhania wewe. Mpenzi wangu nakuahidi kama haitatokea hata siku moja nikaja kukusaliti kwa jinsi ninavyokupenda. Please nipo chini ya miguu yako mpenzi wangu. Naomba unisamehe. Niache. Sasa chochote mimi simjui. Nisamehe, naomba unielewe. Mimi sina chochote, kiukweli mimi nakupenda wewe mpenzi wangu. Nipo chini ya miguu yako, naomba usiniangushe. Pete yule mimi sikutaki tena. Kisula. Haiwezekani poteza muda wangu, natoka nyumbani natoroka na kupata yeye na kukuta na mwanamke mwingine. Please nakuomba, naomba unielewe mpenzi wangu. Nipo chini ya miguu yako. Siwezi. Nakuomba mpenzi wangu, nipo chini ya miguu yako. Acha tu mimi niende. Siwezi tena kukutaka wanaume kama Kisula. Kisula, 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 oh, Kisula, Kisula. Mimi tatizo ni wazazi wako, hawataki niwe wako, ila nakupenda. I love you. Kichuya naye nampenda Kisula, Kisula naye nampenda Kichuya, ila wazazi wa Kisula hawamtaki Kichuya. Usiniache, usiniache.